Tuangalie uthibitisho wa muunganiko wa mwanadamu kupitia neno la Mungu. Tutasoma katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona hapa tunaonyeshwa wazi kwamba mwanadamu ana nafsi, ana roho, ana mwili pia. Ni hivyo vitu vitatu. Maana yake ni kwamba pasipo hivyo vitu vitatu mwanadamu hawezi kufunuliwa katika ulimwengu huu, katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vita kubwa ya mwanadamu inafanyika katika nafsi, ambapo kwenye nafsi ndio pamebeba akili, pamebeba hisia pamoja na mapenzi. Akili kwa maana kwamba unafikiria, unawaza. Hisia ni kama vile kuhuzunika, kufurahi. Lakini mapenzi ni vile sasa unaamua ufanye au usifanye, ufanye kipi au usifanye kipi. Bwana Yesu asifiwe. Ipo kwenye nafsi. Sasa Warumi anatuagiza kwamba tusifuatishe namna dunia hii, bali tufanye upya kwa kugeuzwa nini? Nia zetu zigeuzwe, akili zetu zigeuzwe. Nia ni akili, maana yake fahamu zetu, nafsi zetu maana yake zigeuzwe. Nafsi zetu zisiwe kama zamani. Maana yake nafsi zetu zikibaki kama zamani, licha ya kwamba tumeokolewa, bado tutaendelea kuishi kama watu ambao hatujaokolewa. Ni kweli wa Efeso 2:8-9 anatuambia kwamba tumeokolewa si kwa matendo, mtu yote asijisifu, tumeokolewa kwa neema. Hatujahusika, hatujatumia nguvu yoyote ile kujiokoa. Lakini baada ya kuokolewa, maisha yetu au badiliko la maisha yetu yanatakiwa athibitishe kwamba tumeokolewa. Kama hakuna badiliko kwenye maisha yetu, maana yake hakuna uthibitisho kwamba tumeokolewa. Sasa kwa sababu roho yako inaokolewa mara moja tu, ikishaokolewa mara moja tu, inabaki sasa nafsi ndio inaendelea kubadilishwa kupitia neno la Mungu. Kila wakati, kila siku inaendelea kubadilishwa, kufanywa upya, kugeuzwa. Maana yake nafsi yako ikishabadilishwa sasa itapeleka impact kwenye mwili wako. Maana yake inaanzia roho, inakuja nafsi, inakuja mwili. Maana yake roho inaokolewa mara moja pasipo juhudi zako wewe mwenyewe. Ikishaokolewa roho yako, nafsi yako inaanza sasa kubadilishwa kwa neno la Mungu. Ndio maana ni msingi sana kuhudhuria ibada, kukaa chini ya walimu, wachungaji, watumishi wa kiroho ambao wataitrain nafsi yako iweze kubadilishwa. Kwa hiyo nafsi yako ikishabadilishwa sasa, maana yake mwili wako utabadilika pia, kwa sababu nafsi yako tumesema kwamba ndio ina akili, ina hisia pamoja na mapenzi. Maana yake nafsi yako ikishabadilika sasa, akili yako maana yake imebadilika, hisia zako zimebadilika, na namna unavyofanya maamuzi pia yamebadilika. Ukishabadilisha namna ya kufanya maamuzi, maana yake matokeo kwenye mwili wako pia yatabadilika. Kama hujabadilisha namna ya kufanya maamuzi, it means that matokeo ambayo ulikuwa unapata kabla hujaokoka utaendelea kuyapata hata kama umeokoka. Hii ndio shida kubwa kwa waamini wengi sana. Tunakuwa tunateswa na dhambi, tunaishi maisha ya uovu, tunajaribu kupambana kubadilika, kuacha, tunashindwa kwa sababu hatujageuzwa kwanza nafsi zetu. Kumbe inabidi nafsi zetu zigeuzwe kwanza. Zikishageuzwa nafsi zetu, zitasaidia roho zetu kuwa na ushindi dhidi ya mwili, kama Paulo anavyosema kwamba roho ushindana na mwili. Roho inataka itende matendo mema, lakini mwili unataka utende mambo mabaya. Kwa hiyo sasa, ili roho zetu ziwe na ushindi, ili miili yetu iwe inatenda matendo mema, maana yake inabidi kwanza tubadilishwe nafsi zetu. Kwa hiyo hakikisha unabadilishwa nafsi yako kabla hujaanza kushindana na dhambi, kwa sababu huwezi kushinda maisha ya dhambi kama hujaruhusu neno la Mungu libadilishe nafsi yako. Na huko kubadilishwa sio kuboreshwa, ni kufanywa upya kabisa. Ndio maana Wakorintho wanasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na Yohana sura ya 3 pia anatuambia kwamba tunazaliwa mara ya pili. Kama umezaliwa mara ya pili, maana yake ni kiumbe kipya ambacho hakikuwepo. Kama ni kiumbe kipya kabisa, maana yake hata matokeo mapya yanabidi aanze kutokea kupitia kubadilishwa nafsi yako. Lakini usipobadilishwa nafsi yako, usitegemee kupata matokeo tofauti. Yaani akili yako, mawazo yako, fahamu zako, namna unavyoamua, namna unavyopanga mambo yako, usipobadilisha, maana yake utaendelea kupata matokeo yale sawa na kipindi ambacho haujaokoka. Kwa hiyo shida sio kwamba Mungu hana nguvu. Shida ni wewe ambaye unaendelea ambaye hutaki kubadilishwa. Wewe ndio mwenye shida. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.